Baada ya kuzichanganua zile takwimu, tuliona kwa upande wa bara 13% ya wale ambao walitoa maoni kuhusu muundo wa muungano, maana kuna wengine wanataka 13% ya watu 300,000. Sisi tulikuwa tunapima kwa wale waliozungumzia juu ya muungano. 13% walipendelea muundo wa serikali moja. 24% walipendekeza muundo wa serikali mbili, na 61% walipendekeza muundo wa serikali tatu. Kwa upande wa Zanzibar 34% walipendekeza serikali mbili na 60% walipendekeza muungano wa mkataba, na 0.1% watu 25 walipendekeza serikali moja. Tulikuwa pia tumepata maoni ya taasisi. Nakumbuka tulipokuwa tunakusanya maoni, tulikusanya maoni kutoka taasisi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na taasisi, nadhani zilikuwa taasisi 142, 43, 71 zikiwa za serikali. Baadhi ya taasisi na vyama vya siasa, asasi za kiraia na jumuiya za kidini nazo zilipendekeza muundo wa serikali tatu. Hata baadhi ya taasisi za kiserikali, ama moja kwa moja au kwa tafasiri ya mapendekezo yao, pia zilipendekeza au kukubali muundo wa serikali tatu. Kwa mfano, Baraza la Wawakilishi Zanzibar lilipendekeza kuwepo kwa mamlaka huru ya Zanzibar, mamlaka huru ya Tanganyika na mamlaka ya muungano, na iwekwe wazi maeneo, uwezo, nguvu, utendaji na mipaka ya kila mamlaka. Sheria nyingi zinazotungwa na Bunge zinahusu mambo ya Tanzania bara. Maswali ya wabunge kuhusu mambo ya maendeleo yanahusu Tanzania bara, na ziara za wabunge kukagua miradi ya maendeleo zinahusu Tanzania bara. Ndani ya Bunge, mambo haya yanasimamiwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano, ambaye kiuhalisia hana mamlaka wala madaraka yoyote kuhusu Zanzibar. Na huwa hafanyi ziara Zanzibar kukagua shughuli za Bunge. Kila ibara iliyomo kwenye rasimu hii ya katiba ambayo naiwasilisha leo katika bunge hili maalum la katiba inaungwa mkono na kila mmoja wetu. Hiyo haina maana kwamba kila mmoja wetu
ameacha imani yake, itikadi yake ama msimamo wake.